Bwana Yesu asifiwe. Hapo ilikuwa ni kipengele cha upendo. Twende cha pili kinasemaje? Anza upendo, soma mbele ya upendo. Furaha. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha. Amen. Achia hapo. Neno linasema furahini, tena nasema furahini siku zote. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka tuwe watu wa furaha. Bwana Yesu asifiwe. Ninawashangaa watu, haleluya. Na Mungu alisamehe kama anakosea. Nikikuta mtu kakaza sura ninamwangalia. Nasema huyo hajui Mungu anataka nini, haleluya. Huyo hajui Mungu anataka furahi siku zote, haleluya. Unakuja nyumbani kwa Bwana furahi. Unaenda kwenye kazi zako furahi. Unaenda mtaani kuhubiri injili furahi. Maana Mungu anataka ufurahi. Na unapofurahi, ndipo yale mambo mazuri yanakuja, haleluya. Ukinuna na wengine inaharibika, haleluya. Ukinuna mpendwa, unafupisha siku, haleluya. Teka tabasamu, furahi. Maisha ni haya mara moja, yaani mara mbili. Furahi katika Bwana. Tena nasema furahi. Furahini wapendwa. Acha kuwaza sana. Nilisikia kijana mmoja amewaza, akafika kazini kwake, akaanguka, akafa. Mshipa wa fahamu kafanyaje? Ukapasuka. Kwa sababu ya nini? Amejaza vitu. Lakini angeviachilia je? Angevisahau je? Angefurahi je? Mpaka sasa angekuwa yuko hai. Kwa hiyo tusiache kufurahi. Tunapokuja kwenye nyumba ya Bwana tunafurahi. Tuna amani. Tuna upendo. Kwa maana Bwana yupo pamoja nasi. Unaacha kufurahi vipi? Na wakati Roho wa Mungu uko ndani. Unanuna kwa sababu gani? Unakasirika makasiriko ya nini? Bwana Yesu asifiwe. Makasiriko ni ya nini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuache makasiriko. Tuache makasiriko. Tena nasema furahi. Amen. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuangalie kipengele kinachofuata. Amani. Amen. Amani. Neno la Mungu linasemaje kuhusu amani? Neno la Mungu linasema tutafute kwa bidii kuwa na amani na utakatifu ambao pasipo huo hakuna mtu atakaye muona Bwana. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nirudie tena. Neno la Mungu linasema kwa kipengele cha amani. Tutafute kuwa na amani. Bila neno msingira sema neno kalitoa wapi? Angalia Waebrania 12:14. Soma Waebrania 12:14. Waebrania 12 mstari wa 14 unasema, amen, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, amen, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Mstari huu unatufundisha mambo haya mawili. Cha kwanza, kuwa na amani na watu wote. Yaani mtu yeyote aliye naye kuwa naye na amani. Yaani kujitahidi kuishi kwa upendo, kusamehe, kutokuwa na ugomvi na mtu yeyote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Hata ikitokea mmegombana, tukatae. Waswahili wanasema vikombe hata vikikaa kabatini vinafanyaje? Vinagongana. Kwa hiyo na sisi ni binadamu, tuna mapungufu. Hata ikatokea tumegombana, tutafute suluhu kwa haraka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Biblia inataka tu watu wa nini? Wa amani. Haleluya. Tujitahidi kuwa na amani na watu wote wapendwa. Haleluya. Namba 2 natufundisha kutafuta utakatifu. Utakatifu sisi kwetu ni kama vazi. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Mtu yote
aliyokoka anatakiwa aishi maisha ya kitakatifu. Siku zote ishi maisha yanayompendeza nani? Mungu.